tumesauka sana. Kwa majina naitwa Oswald Elifas Swalo, ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Nyarwela. Cha kwanza kabisa ni shukuru serikali kwa kutuletea barabara hii, lakini hii barabara haijadumu hata mwaka mmoja. Ni mwaka jana tu 2025 mkandarasi aliwekwa hapa kutengeneza hii barabara, lakini alitengeneza kwa kiwango cha chini kiasi kwamba kuna sehemu aliruka kama hii tulipo sasa ilirukwa, kiasi kwamba sasa imeleta changamoto. Kwa kuruka huko ndo amesababishia serikali hasara, mpaka wananchi barabara imekatika, wameanza kuchangishana michango, mpaka saizi imeingiza kama lori 10 na ngapi zimeingia hapa kwa ajili ya kufukia hili shimo. Lakini nitoe changamoto kwa serikali, wanapoongea na mkandarasi wajaribu kumfuatilia, hatimaye anapokabidhi barabara washirikishe wananchi, kwa sababu hawa makandarasi tunapowaambia sisi wananchi au viongozi wa ngazi za chini hawatuelewi kabisa. Wanasema sisi tunaongea na wa ngazi za juu. Kwa ni muhimu sana wanapomwajiri mkandarasi kufanya kazi wawashirikishe viongozi wa ngazi za chini pamoja na wananchi. Pia ni washukuru wadau wa maendeleo katika kijiji cha Nyarwela. Wengine wanakaa Uyole, wengine wanakaa Dodoma, wengine wanakaa sehemu mbalimbali. Kwa kujitoa, wamejitoa kiasi cha kwamba tumefanikishwa kuleta haya malori. Bila wadau hawa sisi wana kijiji tusingeweza. Ni washukuru pia wananchi wa kijiji cha Nyarwela kwa kujitoa kwa nguvu na mali. Wito wangu kwa serikali, hii barabara bado ni changamoto. Ina kilomita 12 kutoka branch Nyarwela hadi Mbonile. Kwa hiyo inahitajika ukarabati. Wananchi wa Nyarwela ni wakulima wazuri wa viazi, mahindi, pareto na kila kitu. Lakini kumekuwa na changamoto ya barabara kiasi kwamba wanavunjika moyo, wanaamua kuhama kwenye kijiji chetu kwa sababu ya changamoto ya barabara. Wito wangu kwa serikali, ifanye hima, inapopata bajeti isimamie hiyo bajeti, hatimaye ikabidhi barabara kwa wananchi ikiwa salama salimini. Mheshimiwa mbunge ni mshukuru kwa sababu hata huu ujenzi amechangia, lakini sasa aweze kutusaidia kuomba fedha za kukarabati hii barabara kutoka branch Nyarwela hadi Mbonile. Pia kuna madaraja yanayotusumbua. Mfano daraja la Mbonile Nyarwela linatusumbua vibaya sana kiasi kwamba saizi watoto wameacha kwenda shuleni kwa sababu ya barabara. Lakini mheshimiwa mbunge, naomba awe karibu na wananchi. Hao wananchi ndio waliomchagua. Sisi wananchi ndio tuliomweka kuwa mbunge, atusaidie matatizo yetu. Mimi kwa majina naitwa Fitina Renard Chaula. Ni mwananchi wa kijiji cha Nyarwela, kata ya Irungu, Mbeya vijijini. Yaani kwanza kabisa naomba niwapongeze wananchi kwa ujumla kwa kuja kuungana kutengeneza hii barabara kama unavyoiona mwandishi wa habari. Hii barabara bila hawa wananchi manake kungekuwa ni changamoto. Wananchi mimi nawashukuru sana kwa kazi mlioifanya. Mbarikiwe sana na Mungu. Maana bila nyinyi hapa hata mazao yasingesafiri. Hii barabara wamempa mkandarasi mwaka jana. Barabara hii haijamaliza hata mwaka. Barabara hii imeisha kabisa. Yaani ukizingatia, yaani kuna sehemu mimi nilikuwepo hapa kama mwananchi. Nilikuwa naona na jinsi anavyofanya. Alikuwa anaweka kwanza kifusi kwa mbali, alikuwa haweki yaani kifusi cha kutosha. Tulipokuwa tunamwambia, inaonekana alikuwa na haraka, sijui huko mbele yaani sijui yaani serikalini kuna watu wakubwa ambao yaani anakuwa nao, mimi sijaelewa. Kwa hiyo ameruka sehemu yaani kama sehemu kadhaa, alikuwa yaani barabara amepewa kilomita 6. Ameruka yaani maeneo mbalimbali yaani ambayo yaani paka saizi yanatuletea usumbufu, na sehemu ambazo yaani hakutengeneza ipasavyo, hizo sehemu hizo changarawe yote imeshatoka. Hizi hela inatoa ni hela za kodi za wananchi, inakuja huku kwa ajili ya kutusaidia. Yaani hizi hela iangalie, fuatilie hao wakandarasi ambao wanawapa hii kazi, wanafanya kazi ipasavyo, wanawafuatilia. Na nikiangalia yaani mpaka saizi yaani sielewi, ingawa mimi sijui, yaani sijajua yaani kama kuna mkaguzi yeyote wa serikali ambaye amefika yaani kuikagua hii barabara kama imetengenezwa yaani ipasavyo. Kwa hiyo mimi ninaomba sana mheshimiwa mbunge ambaye tumemchagua sisi wenyewe, yupo diwani ambaye tumemchagua sisi wenyewe,
kama inawezekana, kama yupo mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya, waje waangalie, yani wathibitishe kama hii barabara itengenezwa ni halali au haijatengenezwa, yani kuna ufisadi fulani ambao umefanywa. Mimi naitwa Andrea Mwalingo, ni mkazi wa Nyalwela. Nimewiwa kufanya jambo hili tukishirikiana na wenzetu ambao tumelianzisha jambo hili kwa ajili ya changamoto iliyotokea hapa. Nikiwa na wenzetu tumeambatana na Deus Makali, Nazareti, kuna Chocho na wengineo ambao nitakuwa nimewasahau pia, tulioshirikiana kuhamasisha hili swala. Sisi tumeanza kama wananchi, serikali pia tunaiomba tuunge mkono pale na sisi tulipoanzisha, ili kukwamua matatizo yanayotukabili sisi wananchi. Tumeanza na barabara, pia kuna matatizo ya umeme, kuna matatizo ya shuleni, pia kuna mapungufu mengi. Kwa hiyo hili mojawapo tulioanza nalo, serikali tunapenda zaidi ingetuunga mkono kwa pale tulipoishia, ili kupunguza matatizo yanayotukabili. Jina langu naitwa Nazareti. Jina la kazi naitwa Munafu. Kiufupi, ninashukuru kwa wananchi waliojitoa, ninashukuru kwa wadau, kwa watu wa aina mbalimbali, wa aina zote, mabibi na mabwana, kwa namna walivyojitoa kwa hali na mali. Pia ninashukuru kwa wale walioanza na hii barabara toka awali, kwa kuwa walifanya kwa sehemu yao na hii barabara imetufikisha hapa tulipofika. Japo kwa saa hizi imeleta changamoto hii hapa, ila serikali yetu toka mwanzo imekuwa bega kwa bega na sisi. Pia kwa saa hizi siwezi kumsahau mheshimiwa mbunge Patali ametoa mchango wake, pia na wadau wake ambao yuko karibu nao kama kina Peter Mandevu, akina Andrea, akina Soro Swalo, Chocho wametusapoti sana. Tunawashukuru sana kwa namna moja au nyingine. Lakini pia niweze kusema hivi kwamba hii barabara bado hatujamaliza, tunaendelea nayo, tunaendelea kupambana. Kuna sehemu bado ni za changamoto. Ukizingatia pale chini Kumburu pana changamoto, ukizingatia kule juu kuna maeneo mbalimbali bado yanaendelea kutusumbua. Kwa hiyo popote utakapoguswa, kazi tumeanza bado inaendelea. Tusapotini jamani, Nyalwela ni kwetu. Sisi tukiwa pamoja na wadau, tukiwa na wabunge, tukiwa na watu wa aina mbalimbali, tunaweza kwa pamoja. Kwa majina naitwa Joseph Ben Siukwe. Mimi ni mwananchi wa kijiji cha Nyalwela. Upande wangu nimeona ni jambo jema, kwa sababu sisi ni wahanga wa barabara hii, na pia sisi ndio ni wanufaika wa hii barabara. Tunalima mazao, huwa tunakuta tunauza kwa bei za chini kulingana na barabara inakuwa mbovu. Lakini tulipoona changamoto ya barabara, ndio maana tumejitoa kwa namna hiyo, ili tuweze kutoa mazao yetu kwa muda mwafaka na tuweze kupata kile tunachokihitaji. Lakini sasa tunashukuru wale wote ambao wamejitahidi kujitoa kwa hali na mali, ili tuweze kufanya nini? Kutengeneza barabara iweze kupitika wakati wote, tuweze kutoa mazao yetu kwa wakati. Mimi kwa serikali ningependa tusaidie endapo bado barabara yetu haijakamilika, pamoja na kwamba sisi bado tunaendelea kupambana nayo pale zile sehemu ambazo ni korofi. Tunaomba serikali ituangalie kwa jicho la huruma na kutusaidia, lakini bado mpaka hata kule, yani vitongoji vingine bado havijaisha, barabara bado haipitiki. Manake yani imetengenezwa kwa vipande tu, lakini bado haijaisha. Bado tunazidi kupambana nayo. Tunaomba serikali iendelee tena kutuangalia kwa jicho lingine tena, ili tuweze kulimalizia barabara zima, kijiji kizima kiweze kuisha, ili barabara iweze kupitika kwa wakati.